unaosema kwamba Bwana, neno la Bwana likamjia Yeremia kusema ya kwamba nenda mpaka nyumbani kwa mfinyanzi, nitakusemesha jambo. Yeremia alipoenda kwa mfinyanzi, akaona jinsi mfinyanzi anavyofinyanga kile chombo kwa kutumia magudulia. Yeremia Mungu akamwambia Yeremia kwamba waambie wana wa Israeli wameniacha. Je, wao si kama mfinyanzi anapofinyanga udongo? Wao wapo mikononi mwangu, naweza kuwafanya chochote. Lakini pia tukaangalia Luka ile sura ya 5 kuanzia ule mstari wa 37 mpaka 39, wenye habari na usema kwamba kwa habari ya hakuna mtu atiaye divai mpya katika chombo kikukuu, maana akitia divai mpya kwenye chombo kikukuu kinaweza ikatokea matatizo. Tukaona jinsi ambavyo neno lilikuwa linasema na mambo kadhaa tuliangalia kwa habari kwamba kijana, kama una tabia ambayo bado inakurudisha nyuma, lazima ukubali kurudi kwenye mikono ya mfinyanzi ili akufinyange upya na kukufanya kuwa chombo ili Mungu aweze kukutimia. Wale Yesu asifiwe sana. Amina. Tukaona tukajifunza hapo, lakini siku ya leo liko jambo kubwa na jema ambalo tunalokwenda kujifunza. Hatua ya pili katika semina yetu, somo au kichwa cha habari ambacho kinasema ujazo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Amina. Tumejifunza jana kwa habari ya kufinyanga upya, na watu wakafinyanga upya. Kuna watu wakaanza kusemeshwa upya na Mungu akaanza kuwatumia majira yale yale. Sasa leo ni siku ambayo Mungu anahitaji kutujaza upya kama kanisa, kama vijana, ili aweze kututumia jinsi apendavyo. Kwa hiyo kama unaandika kichwa cha somo, andika ujazo wa Roho Mtakatifu. Yaani kipengele tutakachoendelea nacho siku ya leo ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Nikuombe wewe mwenye kiu, wale ambao una shauku ya kuhitaji kuona nguvu ya Mungu inakaa ndani yako ili kusaidie katika huduma na utumishi ulionayo, kaa vizuri kabisa. Hakikisha unakielewa hiki tunachoenda kukufundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umeshaandika ujazo wa Roho Mtakatifu, nenda kwanza kitabu cha Mathayo, yaani Matendo ya Mitume. Fungua Matendo ya Mitume sura ya kwanza pale. Ukifungua Matendo ya Mitume sura ya kwanza, hapo kaa utulie ili usikie neno la Mungu linasema nini. Lakini pia bila kusahau kufungua kitabu cha Yoeli sura ya pili. Fungua Yoeli sura ya pili na ule mstari wa 28 hadi 29. Hizo siku vibeni, hizo siku hizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukianza kitabu cha Matendo ya Mitume, ukianzia ule mstari wa 4, neno la Mungu linasema hivi: hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasiondoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliwaagiza wasiondoke Yerusalemu, bali waingojea ahadi ya Baba ambayo alisikia habari zake kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Waingojea ahadi ya nani? Ya Baba. Na ndio maana Yeremia ile sura ya 22 mstari wa 28 unasema ya kwamba hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba, manake hata itakapokuwa baada ya hayo yapi? Baada ya Yesu Kristo kuzaliwa na kuyatimiza yale yote ambayo yeye aliagiza ayafanye, kufa msalabani kwa ajili ya mwanadamu. Sasa baada ya hayo yote kutimia, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwamba hayo yote yameshatimia, nini kinatokea? Anasemaje? Nitamimina roho yangu juu ya watu, juu ya wote wenye mwili. Atafanyaje? Atamimina roho Mungu juu ya wote wenye mwili. Mimi na wewe tuna mwili, ili tuweze kufanya kazi ambayo Mungu anakutimiza lile agizo la kimbingu ambalo liko ndani yetu. Ni lazima tupokee roho Mungu ndani yetu, ambaye yeye kazi yake ni kutuwezesha kuyatimiza
Bwana Yesu asifiwe sana. Na wana wenu waume kwa wake. Kwa hiyo wewe ni mwana uliye mume na wewe ni mwana uliye mke, una wajibu wa kuipokea roho ya Mungu ndani yako. Haleluya. Amina. Anaendelea kusema kwamba watatabiri wanawake na wanaume kwa wake, watatabiri. Wazee wenu wataota ndoto na vijana wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu waume kwa wake, katika siku hizo nitaimimina roho yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Unaelewa nini hapo? Kwamba kumbe kujazwa ama kupokea nguvu za Roho Mtakatifu ni neno la ahadi ambalo Mungu mwenyewe amelisema kwa kinywa cha mtumishi wake Nabii Yoeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwamba huyu Nabii Yoeli Mungu alisema naye kwamba itafika baada ya yote kutimia, yani baada ya Kristo kutekeleza ile kazi aliyopewa ya kukomboa ulimwengu. Ili sasa mtu aitwe Mkristo na atembee katika maisha ya Ukristo, lazima awe na kitu kinachoitwa au Roho Mtakatifu ndani yake, ambao kazi moja wapo kukaa ndani yako kuhakikisha unayatenda yale yanayotakiwa kuyatenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa Yesu alipokuja baada ya kumaliza ile kazi, ndio maana anawaambia wale wanafunzi pamoja na wale mitume 12, anawaambia kwamba msiondoke mahali hapa mpaka mpokee ile ahadi ya Baba. Kwa hiyo kijana, wewe ni kijana ambao unasema ni kweli na kiu ya kumtumikia Mungu, na agizo la Mathayo 28:19 inasema, basi enendeni mkaihubiri injili ulimwenguni kote. Kufanya kazi bila nguvu ni hatari, utakufa mapema kijana. Kuna mishale mingi huku. Haleluya. Amina. Wewe ulize wazee watakwambia hawa. Kuna mishale mingi. Kufanya kazi bila nguvu ya Mungu utakufa mapema. Haleluya. Amen. Kwa hiyo anawaambia wanafunzi kuna kitu kilinenwa na Nabii Yoeli. Msiondoke mpaka mvikwe uweza, ili mwasaidie katika jukumu lenu, maana kuitangaza injili ulimwenguni kote ni jukumu kubwa. Ndio maana anawaambia kwamba tazama ninawatuma katikati ya mbwa mwitu, lakini anawaambia muwe na akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ukienda ule mstari wa 8 anasema hivi, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nani mtakuwa mashahidi katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata miisho ya dunia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni shahidi. Unaposimama kuzinena siri za Mungu, yeye anakaa kama shahidi. Kwa nini? Ndani yako anakushuhudia kile ambacho unakinena, kwamba Roho naye anena wazi wazi pamoja nasi, yuko ndani. Unaweza ukasema mimi sijawahi kufanya huduma ya uinjilisti, nataka nikamshuhudie mtu aokoke, naanzaje? Lakini Roho Mtakatifu akiisha kuja juu yako, anakupa ujasiri na namna ya kuweza kuongea na yule mtu ili aweze kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Anaposema lakini mtapokea nguvu ya Mungu ili ikusaidie kutenda kazi. Utapokea nguvu kwa ajili yako binafsi ya maisha yako ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ikishakuja wewe, nguvu itakufanya kuwa shahidi kwamba safari ulionayo ya utumishi haitakiwi kuishia Isanga, ila inastahili uende mpaka miisho ya dunia. Kuna watu, kuna vijiji, kuna vitongoji ambavyo bado havijamsikia Mungu kama nilivyosikia kwamba Dalai bado hawajamsikia Mungu. Kwa hiyo tunakutuma Samueli uende Dalai, ili ufike Dalai ukafanye kazi ya Mungu. Lazima uwe na nguvu ya Mungu ambayo itakuwezesha kwenda kupambana na miungu ya Dalai, ili ukishaiangusha ile miungu ya Dalai, wewe unaweza ukaeleza neno la Mungu kirahisi. Haleluya. Amina. Ndio maana ukimwona kusoma kwa habari za Paulo, anasema nimefunguliwa mlango mpana kwenda Efeso, lakini anaona
upinzani. Alipoona hata kule Efeso akakutana na miungu ya kule, miungu ya Artemi iliyokuwa haitaki ihubiriwe habari ya injili ya Kristo. Bwana sana. Amina. Kwa hiyo pasipo ujasiri wa nguvu ya Mungu ndani yako huwezi. Haleluya. Na ndio maana wewe, kupe mfano hapa. Wewe umekuwa wazazi wako wakakupa shamba. Walipokupa shamba ukaanza ukalilima mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano likaanza kupoteza ubora wa uzalishaji wa mazao. Wa sita uzalishaji wa mazao umepungua. Wa saba uzalishaji wa mazao umepungua. Wataalamu wanakwambia mahali hapa weka mbolea. Kama ukiweka sawa sawa vile wanavyokueleza wale wataalamu, ukishaweka mbolea ile rutuba inarudi, maana yale mazao yanayozalishwa yanakuwa katika kile kiwango cha awali. Wakati ukisoma kwenye Kutoka au Kumbukumbu la Torati, wana wa Israeli wanakuambia shamba hili utalilima kwa miaka 6. Mwaka wa 7 utaliacha. Lengo nini? Liweze kurudisha ile rutuba, ili mwaka wa 8 unapokwenda kulima, yale majani ambayo yatapotea na yatakufa, yataliwa na wadudu, yatageuka kuwa mbegu, ili kurudisha uzalishaji wa awali uliokuwa unaupata. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo na wewe kama mtumishi wa Mungu, kazi mojawapo ya Roho Mtakatifu akija ndani yako, kuna majira atakwambia haya sio majira ya kufanya kazi. Ingia kwenye maombi siku 7 kama. Ukishamaliza unarudi kuwa mtu mpya. Usipofanya hivyo, kuna wakati kuna kuchoka. Ukichoka sana, kuna mshahara inaweza kukutoa kwenye uwepo wa Mungu. Unasema unajuaje? Kasome kwa habari ya Elia. Elia nabii amewaambia mabahari kwamba twende tukatoe sadaka, na Mungu atakayeshuka kwa moto, huyo ndo atakayekuwa Mungu wetu. Walipoenda kutoa sadaka, wale miungu wa bahari wakashindwa. Akaifanya ile kazi kwa ukubwa sana, akaua. Baada ya Mungu kujisirisha kushuka kwake na kulamba ile sadaka na kila kitu, alichokifanya aliwachinja wale manabii wa bahari 400 pamoja na wale manabii wa Maashera, jumla kama 880. Baada ya hapo Elia alichoka. Kwa nini alichoka? Kwa sababu ametenda kazi kisawa sawa. Amechoka. Hapo sasa unakutana na Ahabu mfalme. Ameenda kwa Malkia Yezebeli, anamuuliza vipi mambo yanaendaje huko? Anasema Bwana Elia ameshinda bwana. Huyu mtu ametutaabisha kwa mvua miaka 3 na miezi 6. Leo hii tena amechukua ushindi. Ahabu Yezebeli akajua kabisa huyu mtu anafanya nini? Amechoka. Akatuma message ama ujumbe kwenda kwa nani? Kwa Elia. Kwamba nenda kamwambie Elia, panapo majira haya naitaka roho yako. Kwa sababu Elia ameshachoka na utumishi mwingi aliokuwa anaufanya pale. Lile neno lilipokuja kwake, akasema ile malaika anasemaje? Na miungu walifanyia hivyo. Elia alipolisikia lile neno, roho ya mauti ikaingia ndani yake. Kwa nini? Akaanza kujiombea afe. Kwa nini afe? Kwa sababu amefanya kazi kwa kuchoka muda mrefu. Amekosa msaada. Kabla hajarudi kwenye ule mlima Karmeli ili aombe Mungu amwambie nilichofanya, Elia akatangulia akatuma message. Alipotuma message, ile message ikawa imebeba roho ya mauti. Nini nasema? Kwa sababu kijana anaweza kaa huko hapa unatumbuiza unacheza kweli, lakini ukakutana na bibi anakuambiaje? Kijana, unaimba sana, lakini tutaona. Afanye neno likakukatisha tamaa. Unajuaje? Ni kwa sababu ndani yako hauna nguvu inayokusababisha uendelee kushinda hivyo vita vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo ni njema sana siku ya leo kama kijana utasema mimi niko tayari, nahitaji nipokee hii nguvu, nipokee Roho Mtakatifu ili anisaidie katika utumishi ambao Mungu amenipa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu unaweza kama unasema mimi ninaimba kwaya, mwanakwaya. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi mwenyewe nilikuwa mwanakwaya na mwalimu wangu yuko hapa leo ananifundisha kuanzia 2006 mpaka 2010. Nilikuwa naimba kwaya. Sikutegemea na mimi nitakuja kusimama hapa.
Haleluya. Lakini nguvu za Roho Mtakatifu zikija zinakushape na kukuelekeza mahali ambapo unatakiwa kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kijana utakuwa kanisani unashangaa nguvu zikishashuka juu yako siku ya leo. Macho ya roho yanafunguka, unaanza kuona kuna misukule inapita, utaanza kuona vitu vya ajabu. Maana hii position yako ni mlinzi ndani wa kanisa. Kwa Mungu anakupaka mafuta kwa ajili ya position ambayo yeye amekusudia ukatumike. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Na maana kama tukishapaka mafuta sisi kama vijana itakuwa ni rahisi kuwasaidia watumishi hawa. Kuna wakati atakuwa amechoka, utasema baba leo nitakupumzisha wewe, tulia tu, utaongoza ratiba zote, ikifika kwenye neno mimi nitasimama nitaombea watu. Kwa nini? Kwa sababu kuna ujasiri usio wa kawaida ambao Roho Mtakatifu atauwekeza ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amen. Kwa kumbuka jambo moja, kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu na Roho ya Mungu ndani yako ni ahadi kwamba kila mtu mwenye mwili lazima afanye nini? Apokee Roho wa Mungu akae ndani yako. Akishakaa ndani yako ili akusaidie katika utumishi ulionao. Lakini huyu Roho akiingia ndani yako, kuna neema na kuna vitu vingi utavipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Sasa kwa hiyo andika jambo hili. Faida za kujaa Roho Mtakatifu. Faida za kujaa Roho Mtakatifu. Unaweza kuuliza, kuna faida gani mimi kujaa Roho Mtakatifu? Ni kweli nahitaji nijae. Mungu anijalie ninene kwa lugha mpya za kimbinguni. Lakini nikishajaa kuna faida gani? Kuna faida gani mimi kujaa? Ni mwimbaji, kuna mimi mwimbaji, lakini kuna faida gani? Jambo la kwanza, kwa nini ujazwe Roho Mtakatifu? Namba moja, kijana Roho Mtakatifu anakujulisha jambo kabla halijatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Faida moja hapo ni kukujulisha jambo kabla halijatokea. Huku kifungua kitabu cha Yohana 17:13. Kwa faida moja hapo tunaona kwamba ni kukujulisha, kukupa taarifa kabla jambo halijafanyaje, halijatokea. Unaweza kusema kivipi? Wewe ni mwimbaji, umealikwa kwamba leo utaenda kuimba wapi? Kitengo. Unapokaa Roho Mtakatifu kikaa ndani yako, ukaomba Mungu naenda kule, kuna kitu gani? Unashangaa unafunguka katikati yao wewe utakapokuwa unaimba. Kuna mama mmoja aliyeshirikana kwa miaka 3, kwa neno lako atatembea, kwa sababu wewe ni mwimbaji, ni mhubiri, unahubiri pamoja nasi. Na ndio maana wao kitangulia ukahubiri ukaimba vizuri, yule achilia neno la Mungu la uzima, watu wakishapokea wanaona shangaa wanafunguliwa, mapepo yanalipuka. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mtangulizi. Maana kama wewe ni chombo ambacho kinatakiwa kitangulie mbele na si kwenda kutanguliza njia, kusafisha njia ili majeshi yanayokuja hapo nyuma yamalize kila kitu. Ukisoma kitabu cha Yohana 16:13 inasema hivi, lakini Roho yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie katika kweli yote, wala hatanena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yeye atakayosikia atanena, na mambo yajayo atawapasha habari. Unaona? Atakayosikia wapi? Kutoka kwa Mungu atakwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu waliokuwa wanaendelea na maombi asubuhi wanajua, kuna wengine vitu walionyeshwa na huyo mtu akapewa kazi ya kuombea atokee. Kwa hiyo yeye ndio haona endelea kuyaombea atokee sasa hivi. Na wewe ulipewa kazi na kiongozi wa maombi. Kwa hiyo endelea kuyaombea. Maana yake Roho Mtakatifu ndani yako kazi yake ni kukupasha yale mambo yajayo, yaliyopo na yatakayotokea baadaye. Atakayasikia atakwambia. Kwa sababu gani? Hatanena kwa shauri lake mwenyewe. Hatanena kwa shauri lake mwenyewe. Kwa hiyo tunaposimama tunasema Bwana tumeona fulani atasimama mahali fulani. Yule mtu atakaposimama, atakapoomba, Roho Mungu atamwambia pale kuna 1, 2, 3. Kwa hiyo nenda na hili
Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amen. Jambo la pili andika hivi: hufunua mafumbo ya Mungu yaliyofungwa. Katika faida ya pili ni kwamba hufumbua mafumbo ya Mungu aliyofumba. Haleluya. Roho Mtakatifu hufunua mafumbo yaliyofungwa. Huku kiandika Danieli 2:22. Danieli 2:22 inasema kwamba yeye hufichua siri na ya mafumbo, ajua kilicho gizani, nuru hukaa kwake. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yeye hufanya nini? Hufichua siri na mafumbo, ajua kilicho gizani, nuru hukaa kwake. Akikaa ndani yako Roho Mtakatifu, kuna mafumbo Mungu huwa anasema na mtu. Kwa nini? Unaweza kuwa kwenye maombi unaomba kama unaombea ile papa unaomba afukafla ukaona bendera inapepea labda ya Israeli inapepea kwenye ile eneo. Ndani yako kama Roho Mtakatifu yupo atakwambia tayari hilo jambo lilokuwa unaombea huo ni ushindi Mungu ameshafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye hufunua mafumbo. Sasa unaweza kwani nimeomba mimi nimeona bendera nini maana yake? Kwa mtu ambaye ndani yake na Roho Mungu atamwambia wewe mwambie alichokuwa anakiombea tayari kuna ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Nimeombea Mungu achilie ulinzi kwenye nyumba yangu. Sijasikia sauti yake, lakini ninaona simba anazunguka maana nini? Tayari simba wa Yuda yuko tayari kwenye maeneo yako, anazingira, anaweka ulinzi. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kazi mojawapo ya Roho Mtakatifu ni kufichua siri na mafumbo. Kwa sababu Mungu huwa anasema na kila mtu. Na lango pekee ambalo Mungu anatumia kusema na watu ni lango la ndoto. Alafu watu wengi waga wafuatilia ndoto. Lakini ndoto ni lango pekee ambalo Mungu anatumia kusema na watu. Kuna ndoto zinazokuja zinakuelekeza na kuna ndoto ambazo ndani yake zina mafumbo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kazi yake ni kufichua mafumbo. Kwa mfano kuna rafiki yangu mmoja, mtumishi mmoja anaitwa Emmanuel Mkumbo. Ni ndugu yake na Samuel Mkumbo kama mnamfahamu. Kwa hiyo yule jamaa akasema siku moja kwa anaombea hitaji fulani. Akati anaombea alipolala akaota ndoto. Amekuja ameyazima gari. Alipolazima lile gari akawa anasafiri nalo kwenda mahali. Lakini sasa yeye baada ya kuendesha lile gari yupo analisukuma kwa nyuma hivi. Gari linaenda analisukuma kwa nini? Kwa nyuma. Alafu akaja mtu akamwambia wewe simama. Alipokuja yule mtu akamsimamisha. Akasema msubiri, akafungua gari. Akaosha gari akafanya nini? Akaondoka. Akaondoka kwenye yale maono, jamani gari limeibiwa la watu, niliazima tu limeibiwa. Akaenda akatuliza, sasa hii nini maana yake? Unaona? Alipokuja tafakari hii nini maana yake? Roho Mtakatifu akamwambia tafsiri ya ile ndoto aliyoipata. Ya kwamba kuwa na hitaji lako unapoomba pasipo uongozi wa Roho Mtakatifu hauwezi. Kwa hiyo ukiona kiona ile gari unalisukuma maana nini? Umepewa gari, umeasema gari lakini hujui matumizi yake ni nini. Unalisukuma. Afu ile gari kali wapi? Kwenye mtaro. Yule mtu uliyemwona amekuja kalinga ndani akafungua kaosha akakuacha. Ni mimi Roho Mtakatifu ambaye nilikuja kukwambia hili gari sio matumizi yake ni haya. Sasa kama hauna Roho Mtakatifu unaweza ukaongea siku nzima jamani uko mbele nitakuja kupata gari na watu litaibiwa. Sio kama utazima gari na mtu litaibiwa. Ila kile ulichokuwa unakiombea huna uelewa nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Sasa nani atanisaidia kujua haya mafunuo ya kimungu? Maana ndani yangu lazima nijazwe Roho Mtakatifu. Ukijaa Roho Mtakatifu ndani yako ataikuja na roho ya maarifa. Package inakuja ya maarifa. Itakusaidia kuyaelewa yale mafumbo ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Jambo la tatu. Au faida ya tatu. Faida ya tatu ni ipi? Roho Mtakatifu hutoa karama mbalimbali. Roho Mtakatifu ndani yako akiingia
huwa anaachilia karama mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa sababu Roho Mtakatifu ana karama nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Akiingia ndani yako ana karama mbalimbali. Moja ya karama ambayo akiingia nayo, kama unataka kuandika, anakiingia Roho Mtakatifu atakupa karama moja. Karama ya kunena kwa lugha. Sababu kunena kwa lugha na hii ni karama ya Roho Mtakatifu. Kunena kwa lugha ni karama moja wapo. Lakini namba 2, tafsiri za lugha. Kwamba yule anayenena kwa lugha anamhitaji yule anayetafsiri kwa lugha ili atafsiri kile anachokiongea. Kuna lugha, kuna kunena kwa lugha ambapo ndani yake kumebeba ujumbe wa Mungu, na kuna kunena kwa lugha ambapo ndani yako wewe unaongea na Mungu, lakini kuna kunena kwa lugha kule ambapo unajijenga na nafsi yako, kwa sababu anenaye kwa lugha anajijenga nafsi yake. Haleluya. Kwa akija na kwa karama ya kutafsiri lugha, karama ya kunena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Roho Mtakatifu anazo karama nyingi sana. Unapompokea yeye, akikaa ndani yako ataachilia hizo karama ambazo zitakusaidia katika hatua za kwako za kimtumishi, ili kukujenga utumike sawa sawa vile anavyotaka utumike. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine akipokea Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu anaanza kushuka na kusema ndani ya kanisa. Anamsaidia kujua kwamba Mungu ndio ile sema. Karama nyingine ya Roho Mtakatifu ni neno la maarifa. Karama moja wapo neno la maarifa. Kwa wale wanaandika, karama moja wapo ni nini? Neno la maarifa. Kukusaidia wewe kujua hapa pakoje. Sababu mwingine anaweza kutumika, anatoa neno la maarifa kwamba huyu atajua tu afanye 1 2 3. Hajafanya kifungo chochote, ila anafanya tu kufanya 1 2 3. Lile tunaliita neno la maarifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa mtu anaposimama akijaa Roho Mtakatifu, ndio unakushangaa anasemaje? Mbona huyu amejuaje? Ndani yake ana karama ya maarifa ambayo Roho Mtakatifu ameleta kukusaidia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anaweza akawa watu wengi kanisani, labda kuna majira na nyakati tunapitia katika kanisa linapitia kujaa na watu kuondoka, kujaa na watu kuondoka. Kuna mmoja atakapopokea Roho Mtakatifu siku leo atakwenda kufanyika msaada kwenye kanisa lake. Amina. Sema mimi hapa Bwana usinipite. Mimi hapa Bwana usinipite. Sema kwa imani kama kweli unamhitaji Roho Mtakatifu. Na yuko hapa leo atawajaza. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Nina uhakika ukimtaka utajaa. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mwaka jana mwezi wa 11 tarehe 29 nilienda kufanya mkesha na praise team, watu wa kusifu na kuabudu, kanisa la TMC Ngong'ona kwa mchungaji Mazengo. Wakati tunaendelea na maombi usiku wa mkesha, tumekesha, kuna mke wangu pamoja na wale watu wa praise. Usiku saa 8 wakaja watu wawili wameelewa tu, watu ulevi, yaani kwa sababu unamshika huyo anadondoka huku anadondoka. Wakaja watu wawili, akaongezeka na mwingine wakawa 3. Tumesifu. Nikasimamisha sifa. Nikamwambia sasa hivi mjamaa amekuja hapa, lakini mko chaka. Mko tayari kumpokea Yesu? Mmoja akasema, "Mchungaji, niko tayari, mimi nimechoka ulevi, natumikishwa na shetani." Mwingine akasema, "Mimi simtaki Yesu wako." Kaambia kakae pale. Nyinyi sisi tunamtaka. Wale jamaa baada ya kuombea nguvu ya Mungu ilishuka, pombe ikatika pale pale. Jamaa waliomba mpaka nilibaki na shangaa mimi mwenyewe. Mungu hana mipaka. Usiangalie tabia inayokuzuia usimuone Mungu. Ila siku ya leo kama uko tayari, Roho Mtakatifu aingie ndani yako na kubadilisha, utabadilishwa na utakuwa kielezo ndani ya kanisa. Amina. Amina. Anabadilisha ile akiingia kwa wale watu kufinyanga. Amina. Kufinyanga kuondolea ile mitindo ya kidunia ambayo unaiona, ule mvaji wa kidunia unaoiga wasanii unaowatazama, zile suruali za kukata viuno, zile
akipokea Roho Mtakatifu ana faida gani? Faida ya nne ni hapa. Yeye ni mwalimu. Yeye ni mwalimu kusaidia kujua neno la Mungu. Yeye ni mwalimu kusaidia kujua neno la nani? Kwa hiyo unahitaji kujua neno la Mungu. Unahitaji kuona wewe unasimama katika eneo lipi. Roho Mtakatifu akiingia ndani yako anakuwa mwalimu kukushape, kutengeneza vile unavyotaka. Hata huu uimbaji unaoona, ili uwe mwimbaji ambaye ukisimama huko unasikia watu wanaanza kunena kwa lugha, wanalia, lazima mpokee huyu ili akusaidie. Maana yeye ni nani? Mwalimu. Hii ni mwalimu. Kuna watu hawajaenda chuo cha Biblia hata darasa hili. Kuna watu wamesoma theolojia. Kuna watu wana degree ya neno la Mungu. Lakini akisimama yule ambaye Roho mwenyewe amemshape, kuna mambo mawili yatatokea. Unasema unajuaje? Kuna siku moja watu wawili walisimamishwa mbele ya kanisa, wakaambiwa wasome Zaburi ya 23. Bwana ndiye mchungaji wangu. Yule mtu wa kwanza, kwa sababu anaijua sana ile Zaburi ya 23, akasimama akaimba, akisoma vizuri kwa kutumia akili yake, kwa sababu amekariri Bwana ndiye mchungaji wangu, akashuka mpaka akamaliza. Kanisa zima likashangilia, likapiga makofi, likapiga makofi. Yule wa pili naye akakaribishwa somo. Wakati yule mtu wa pili anaendelea kutamka ile Zaburi anapoisoma, kanisa zima lilikuwa linaanguka chini linalia. Niulize nini tofauti hao watu wawili? Tofauti ya kwanza, alipoulizwa yule mtu wa pili, alisema yeye anaijua Zaburi huyo, lakini mimi namjua mchungaji. Mchungaji anapokuja, kwa sababu mimi namjua mchungaji, ninapotamka kondoo wanapomuona mchungaji huwa wanashuka chini. Kwa wale sio wanalia, wamemuona mchungaji, sasa amekuja anataka kuwashika. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Kwa Roho Mtakatifu ni mwalimu, akimpokea na kutengeneza jinsi anavyotaka. Yohana 8:32 inasema hivi, tena mtaifahamu kweli, nao hiyo kweli itawaweka huru. Utaifahamje? Ukikaa ndani ya huyo mwalimu ambaye ni Roho Mtakatifu. Atakufundisha kipi sahihi na kipi si sahihi. Kwa nini tuwe na manabii wengi wa uongo na kwa nini watu wakimbiliko? Ni kwa sababu hawajampokea Roho Mtakatifu kuwasaidia kufunua, kujua wapi ni sahihi na wapi si sahihi. Kwa sababu wanatokea Wakristo wa uongo, manabii wa uongo, makanisa ya uongo. Ili uweze kujua kipi ni kweli na kipi sio kweli, lazima uwe na Roho ambaye ndani yako anakaa kama mwalimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amina. Jambo la tano, faida ya tano ya Roho Mtakatifu, anatusaidia kuomba, kwa maana sisi hatujui kuomba. Anatusaidia kuomba kwa maana sisi hatujui kuomba. Haleluya. Amina. Anatusaidia nini? Kuomba. Mimi sijui kuomba, wewe hujui kuomba. Roho Mtakatifu yeye ndiye anayejua, sababu yeye anajua vipaumbele vya Mungu. Na ndio maana mtu mwenye Roho Mtakatifu, kwa nini unaona kama anakuwa tofauti na baba? Kwa sababu kabla hajaomba anasikiliza aombe nini. Yule Roho Mtakatifu sababu yuko ndani yake, anaanza kumsemesha cha kuomba. Anaanza kuomba. Siku moja nikapiga mfano na mchungaji wangu, akaniambiaje, kuna siku bwana nimeenda nataka niombe mahitaji yangu mimi. Nimefika pale sasa leo gani niombe Mungu, sababu sina mkate, sina fedha, sina nini, bali kaombe. Alipofika pale anasema niliishia kunena kwa lugha kuanzia saa 4 mpaka saa 8. Afu baada hapo nikamshukuru Mungu. Nikaanza kufikiri nimeomba nini? Mbona nilisema nikaombe mambo mahitaji yangu afu nimeishia kunena kwa lugha? Yeye anajua kuomba kwa kuugua. Warumi 8:26 inasemaje? Hali kadhalika Roho naye hutusaidia katika udhaifu. Namba moja. Kwa hiyo unagundua nini? Mwanadamu ni mdhaifu. Ana udhaifu. Ili aweze kuomba jinsi mpendavyo, lazima Roho wa Mungu awe ndani yake, akae ili amsaidie namna ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa unahitaji kuwa muombaji, lazima ukubali kumpokea Roho Mtakatifu ili yeye
anasema akakemea kwa jina la Yesu, lile pepo linalipuka, linaanza kupiga kelele. Swali unaanza kujiuliza, mimi shida ni nini? Shida yangu mimi iko wapi? Kwa nini hao? Ni kitu ambacho kilikuwa kinanisumbua sana. Inawezaje mimi niombe muda mrefu afu mtu aje aombe dakika 5 tu afu ameshapata matokeo? Roho Mtakatifu anajua, akikaa ndani yako anakusaidia. Kwa nini? Anakuachilia sauti. Unapoomba ndani yako Roho Mtakatifu anaweka sauti. Ile sauti ndani yake inabeba mamlaka na nguvu ya Mungu. Kwa ile mamlaka na nguvu ya Mungu inaweza kuamuru mambo magumu yoyote yakafanya nini? Yakaondoka. Ili akikaa ndani yako, ile anatengeneza sauti ya Mungu. Na sauti ya Mungu ni nguvu ya Mungu. Na nguvu ya Mungu ni mamlaka juu ya chochote kile. Unaweza kusema, kwa akiwa ndani yako anakusaidia unapoomba, unaweza kuamuru majeshi yote mapepo mabaya yafanye nini? Yaondoke kwenye hilo eneo. Na kama shetani anachokifanya, unaweza ukawa muombaji mzuri, usipojua kwamba wewe una udhaifu, usiposema mimi Bwana nahitaji Roho Mtakatifu nisaidie, ukasema mimi siku hizi najua kuomba, anakujengea kakiburi. Unakuwa muombaji kweli, lakini anakuja na iondoa ile sauti ya Mungu. Na kwenye uimbaji hivyo hivyo, ukishainuka ukajiona mimi ndo tayari, anaingia na ondoa ile sauti ya Mungu ya uimbaji. Unabaki na kiburi cha shetani. Unakuwa unaimba tu kwa sifa, unaruka step, unacheza, unafanya unavyojua wewe. Lakini wale wanaotazama wanashangaa, hivi tena. Tayari umeshapoteza ile wingu. Neema ile umeipoteza. Lakini anapoingia ndani yako ili akusaidie, unapokuwa unasema Roho Mtakatifu leo nahitaji kuomba, nisaidie. Kwa sababu yuko ndani yako, anaanza kuachilia kwanza nguvu ili ajue stamina yako ama muda wako utaomba masaa ngapi. Kama ni saa moja, ile nguvu inakuja ya saa moja. Unakuta ndani ya saa moja unaomba mambo mengi, baada hapo ukimaliza maombi unaanza kuona matokeo. Kwa nini? Kwa sababu anakusaidia na ndani yake anaweka sauti ya Mungu yenye uwezo wa kuamrisha kila chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ndio maana nasemaje? Warumi, ukisoma hiyo Warumi 8:26, ndio unaona kwamba nini? Halikadhalika Roho anatusaidia, kwa maana sisi hatujui kuomba, tuna udhaifu ndani, lakini pia hatujui kuomba. Yeye hutuombea kwa kuugua. Kwa nini? Ushaikuona mtu ambaye anaomba rohoni, haombi ile ile kwamba ya sauti, ila mdomo unafanyaje? Unabubujika hivi. Mfano wa mtumishi wa Mungu jana jioni aliposemea kwa habari ya Hana. Hana alienda kwenye madhabahu, baada ya kuomba akatetemeka, funguo imebubujika. Kuna watu ndani ya kanisa wakijazwa roho wakiomba, unaona midomo sio ile ni spirit au nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yake ndio inaoamuru nini kitoke, nini kisitoke. Yesu asifiwe. Amina. Lakini mwingine anashangaa hata sauti haitoki, kapiga magoti hivi, anaomba hivyo maili ndefu na uwezo kumstopisha. Kile kinachomsaidia ni nini huyu mtu? Ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jambo la 6, kwamba faida ya 6 ya Roho Mtakatifu ni ipi? Hii hapa. Hutuwezesha kuitenda kazi ya Mungu. Kumbe Roho Mtakatifu anatuwezesha kuitenda kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Ukifungua kitabu cha Yohana 15, Yohana 15 mstari wa 5 na wa 6. Yohana 15 mstari wa 5 na wa 6. Roho huyo hutusaidia kuitenda kazi ya nani? Ya Mungu. Wewe kuna kazi ambayo Mungu amekuleta uitende. Mimi nina kazi ambayo Mungu kaleta nitende. Kwa kila mmoja aliyoko hapa ana kusudi la Mungu analotakiwa alitimize. Ili uweze kulitimiza kusudi la Mungu sawa sawa na yeye anataka, lazima Roho awe ndani yako kukusaidia kutenda. Na ndio maana Yohana 15 mstari wa 5 nasema hivi, mimi ni mzabibu na nyinyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupa nje kama tawi na unyauka, watu wakakusanya na kukatupa motoni wakateketeza. Watu wanafanya nini? Wanakusanya. Kwa hiyo muimbaji pasipo kukaa ndani ya Kristo, ili ukae ndani ya Kristo, maana unapompokea Kristo Yesu
Haleluya. Amina. Wewe pale sababu mtumishi mmoja ananiambia anatamka neno moja, pepo zinalipuka. Kaini ndani yako sababu amekaa. Kwa hiyo anapokuwa anatamka kitu, Kristo ambaye yeye pasipo yeye hawezi, anakupa uwezesho, neema ya kuweza kuamuru kila giza lililoko hapo mahali lifanye nini? Liweze kuondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tunapotoka mahali hapa kama vijana tujue ya kwamba sisi tunatakiwa kukaa ndani ya Kristo katika Roho Mtakatifu ili uimbaji wetu usiwe na hasara. Ndio maana Paulo anasema nisije kama mimi nawavuta wenzangu kwa nani? Kwa Kristo. Afu mimi nitawakosa Kristo. Itakuwa ni kazi bure. Itakuwa ni heri na wewe jina lako limeandikwa wapi? Mbinguni. Unapoitwa pale kama mwimbaji, Bwana mimi niliimba, atazama kundi lililopo nyuma yangu ambalo kupitia uimbaji wangu waliokolewa. Ni heri. Lakini wewe umefuta watu wamekuja kwa Kristo. Afu wewe unaambia hapana, matendo yako hayakuwa sahihi, nenda kule. Inakuwa ni hasara. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Inakuwa ni hasara kwa sababu kuna watu walioitwa asubuhi, kuna watu walioitwa mchana na walioitwa jioni, ila mshahara ni kule ule. Wewe ni kijana umeanza kuitwa, unasoma darasa la 6A. Mungu ameanza kukuita kwa njia ya darasa la 6A, unatakiwa utumike kwenye uimbaji. Lakini kuna mtu anakuja kuitwa mchana, yani anapooa tu wanaitwa pale. Kuna mwingine anakuja kuitwa jioni, anapozeeka pale ndio Mungu anamuita, anaokolewa, anatumika mwezi mmoja na kufa, afu unakutana naye mbinguni. Wewe uliyeitwa asubuhi unashangaa, unaambia sawa kweli umetumika, lakini mkono wako wewe nenda kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakeni msaada wa Roho Mtakatifu. Ni lazima tupate msaada wa Roho Mtakatifu ili atusaidie kutenda kazi ya Mungu ipasavyo. Ndio maana kusoma Zaburi 105 kama sikosei mstari wa 1 unasemaje? Mtakeni Bwana na nguvu zake. Maana tafuta msaada. Tafuta msaada wa Bwana. Tafuta msaada. Jambo lingine la 7, kwamba faida za Roho Mtakatifu, anakupa ujasiri. Unaona? Anakupa nini? Ujasiri. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako anakupa ujasiri. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 18. Matendo ya Mitume 2:18, utaona baada ya hao mitume kujazwa Roho Mtakatifu, mtu anayeitwa Petro alipata ujasiri wa kupambana na wale watu waliokuwa wanasema hao wameelewa si nini, lakini washaka mbona wananena lugha zetu. Unaona? Sasa Petro anasimama kwa ujasiri. Alipata wapi? Kwa sababu unaona Yesu alipokamatwa, Petro huyo anamkana Yesu. Sasa amepata wapi ujasiri wa kusema matendo makuu ya Yesu? Kwanza kufunua kitabu cha kwanza cha Mwanzo mpaka cha mwisho cha Yoeli. Amepata wapi haya maarifa? Maana Roho Mtakatifu alimpokea ndio alianza kumpa. Enyi watu wa Israeli, hamjui ya kwamba haya ndio yale yaliyonenwa na fulani, yaliyotabiriwa, yakanenwa na Yoeli, yakanena na Yesu Kristo mwenyewe alikuja na leo ameyathibitisha. Wale watu wakachoma moyo. Sasa watu hawa wanawezaje kuchoma moyo? Manake kwa sababu ya ujasiri. Kuna ujasiri utapewa ambao utakuwezesha. Ulikuwa unatamani kuhubiri uweze. Leo hii mchungaji wako atakuamini, atakupa kipindi cha Jumatano, utaongea maneno matatu, lakini atakuwa msaada kwa mtu. Kesho utaongezeka maneno matatu yatakuwa 6. Kesho katika 6 yatakuwa 7. Baada ya hapo utakuwa sio mtu wa kawaida. Haleluya. Amina. Maana akiingia atakupa ujasiri. Maana pengine ulikuwa na aibu ya kusimama mbele hivi watu wengi. Lakini Roho Mtakatifu anashangaa. Wewe uliyekuwa unapenda kukaa mwisho kule, kesho tutakuwa tunakuona makaa. Kwa nini? Roho Mtakatifu amekupa ujasiri. Kwa sababu kawaida ya watu wakuu wote, shetani kwanza anawafanya, anawazuia, anawaweka limwani wasionekane ni wakuu. Unasema unajuaje? Nenda kasome kwa habari za Gideon. Gideon alikuwa mwamuzi wa huyu Gideon alikuwa mwamuzi wa Israeli. Lakini yeye alikuwa anajiona ni mtu mdogo, anaishi kwenye pango, anapepeta ngano, anapeleka. Lakini Mungu malaika anamfuata, anamwambia inuka wewe shujaa. Anatazama, kumbe Gideon alikuwa amekamatwa na madhabahu. Roho Mtakatifu akija yeye atakutenga na hizo madhabahu za kwenda zilizokushikilia ili Mungu aweze kufanya nini? Kukutumia. Naomba utulivu. Ili Mungu aweze kufanya nini? Kukutumia lazima
mambo ya msingi ambayo ni haya. Mambo ya kuzingatia ili ujazwe Roho Mtakatifu. Unahitaji kujazwa Roho Mtakatifu? Ndio. Jibu unalo. Kama ni ndio, mambo gani ya kuzingatia ili nijazwe Roho Mtakatifu? Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ugeuzwe uwe mtu mwingine. Uwe kutoka kwenye kijana uliyekuwa unachekwa kwenda kwenye kijana unayeheshimiwa. Haleluya. Amen. Mambo gani efanye? Lakini turudi kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 kuanzia mstari wa 1. Baada ya hapo tutaangalia hayo mambo na tutayaona. Neno la Mungu linasema katika Matendo ya Mitume, hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja, kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto, ukawakalia juu yao ya ukawakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Jambo la kwanza, walikuwako mahali kama hivi leo tulivyokusanyika. Tuko mahali pamoja. Tunamhitaji nani? Roho Mtakatifu ili atujaze, atuwezeshe, atusaidie, na wengine wanene kwa lugha mpya, na wengine wajue kwamba wao kina nani. Pengine tumekaa hapa, kuna manabii wakubwa wako hapa, taifa linawasubiri wapaze sauti zao, lakini wako mahali hapa. Amina. Haleluya. Amina. Kuna wainjilisti wakubwa ambao watakiwa watikise dunia kutoka Tanzania, Methodist Church, lakini wamekaa hapa kwa sababu gani? Hawana nguvu ya Mungu. Kuna wachungaji ambao wanatakiwa kuwa na makanisa makubwa zaidi hayo tunayoona leo, lakini wako hapo kwa nini? Kwa sababu hawana nguvu ya Mungu. Kila siku Mungu anamsemesha, naona anachunga, anasema bwana, mimi nimeota bwana, niko na fimbo yangu nachunga mbuzi wengi, kondoo wengi, sijui ng'ombe wengi. Nachunga kondoo wengi. Ukiota unachunga kondoo wengi, maana Mungu anakuita kwenye utumishi. Ila ukiota unachunga ng'ombe, unajua hao ni mizimu ya kweli. Nasema ujumbe wakwambia hivyo, hiyo ni mizimu ya kweli. Kwa Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hao watu walikuwa mahali pamoja. Anaposema neno Pentekoste, manake sema hata ilipotimia siku ya Pentekoste. Pentekoste ni neno la Kiyunani ambacho ni Kigiriki kwa sasa, kinachomaanisha namba 50. Ni neno la Kiyunani ambayo kwa sasa wanaita Wagiriki, linalomaanisha 50. Manake ilipotimia siku ya 50, siku ambayo baada ya Yesu kupaa, zikaanza kuhesabiwa. Walikuwa mahali pamoja, walikuwa wengi. Wakati wamekaa pale, wao waliambiwa wakakae, waende Yerusalemu waingoje ahadi ya Baba. Wale watu wengine wakaanza kutamanika mpaka wakabaki watu 120. Lakini nasema wale ni Mungu aliwakusudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Wale wengine walikuwa wanachukua ili baki ile namba ikiwakilisha idadi ya nani? Idadi ya wana ya makabila 12 ya Israeli, ikiwakilisha idadi ya wana nani, wanafunzi au wale mitume 12. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambao ndio namba yeye alikusudia Mungu. Kwa hiyo hawa watu walikuwa eneo moja. Kwa siku ya Pentekoste wakajazwa. Na siku ya Pentekoste wao wanaanza kuhesabu kuanzia Yesu anapofufuka pale alipopaa. Kwa mwaka huu, kwa mujibu wa kalenda ya Wakristo, mwaka huu ili tukio, yani kwamba kukumbuka baada ya Pasaka kupita, ile siku ambayo tunasema Boxing Day, wanaanza kuhesabu mpaka mwezi wa 6 hivi. Tunaita siku ya Pentekoste. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Au tarehe 6 mwezi wa 7, kata hizo tarehe tunatimia siku ya 50. Lakini leo pia kwa sababu ni siku ya 50 zilishatokea, hata hapa zitatokea kwa wale walio nini na tayari watajawa nguvu, watasaidiwa na Mungu kujitambua
pesa, unakuwa mwimbaji kweli yule ambaye Mungu anahitaji umtukuze Mungu. Unaweza kabisa kwa zamani nilikuwa naimba watu mafunuo makubwa, watu wanaokolewa, wengine wanakuja wananitunza. Kwa nini siku hizi hamna? Ni kwa sababu umekata mahusiano yako na Roho Mtakatifu. Lazima urudi leo tumwambie Mungu atujaze upya. Jambo la kwanza litakalokusaidia wewe kuweza kujaa Roho Mtakatifu ni hili: uwe na kiu. Mwambie mwenzako kwamba uwe na kiu. Uwe na kiu. Mwambie uwe na kiu. Uwe na kiu. Kama unahitaji kujaa, uwe na nini? Na kiu. Kwa mwambie rafiki kwamba mimi na wewe tunahitaji kujaa, tuwe na kiu. Tuwe na nini? Na kiu. Tuwe na kiu ili tuweze kufanya nini? Kujazwa Roho Mtakatifu. Uwe na nini? Na kiu. Ukisoma kitabu cha Yohana, waraka wa Yohana 7 ule mstari wa 37 anasema hivi. Yohana Mtakatifu 7:37, hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti akisema, mtu akiwa na kiu na aje kwangu, aje kwangu, aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yasemavyo, mito ya maji itatoka ndani yake. Mito ya maji itatoka ndani yake. Ili upate ile ujiko la Roho Mtakatifu. Leo, siku ya leo, uwe mwombaji mzuri, mwana Isaka mwenzangu, mwana Tilai mwenzangu, lazima ufanye nini? Uwe na kiu. Uwe na nini? Uwe na kiu. Kiu itakusaidia wewe kufanya nini? Kujazwa. Una kiu kiasi gani mwenzangu? Je, una kiu ya kizimo cha soda? Utajazwa. Unasema mimi nataka kuwa na pipa, utajazwa. Roho anajua kiu iliyo ndani yako na kiwango kile ambacho unahitaji ukipokee. Kwa hiyo kiu yako siku ya leo itakusaidia kujazwa kulingana na kiu uliyo nayo. Mwanamke Msamaria anamwambia Yesu anamwambia nipe maji. Anamwambia sasa changamani na Wasamaria. Baada hapo anamwambiaje? Lakini ungelijua anayekuomba maji, wewe ungemuomba. Yule mama anasema, kuna chombo. Je, wawezaje kulipa mimi maji? Anamwambia, baba, kamwite mume wako. Sina mume. Akamwambia, hata watano umeshakuwa nao, lakini wote sio wako, hata wale naye sio wako. Akasema, wewe juaje? Je, wewe una bibi? Kwa nini? Kijana, yawezekana una kiu ndani yako, lakini kuna kiu tofauti na Mungu inakusumbua. Mambo ya ajabu ndio ambayo umeyakurupukia mara kwa mara. Uko tayari kwenda kukesha saa 7, umekodoa macho kwa ajili ya kuangalia mpira, ndio kiu yako, lakini huna muda kutenga saa 1 kusoma Biblia. Haleluya. Amina. Kwa ukiwa na kiu siku ya leo, Kristo anakata ile kiu nyingine, anakupa kiu yake. Ili ndani yako itokee nini? Mito ya maji. Kwa sababu sisi kama kanisa la Pentecoste la TMC tunachojua ya kwamba moja ya kitu muhimu kwetu ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Kama ni muhimu, basi lazima tupeleke zile kiu tulizonazo kwa Yesu ili atufanye nini? Atujaze. Akisha tujaza, tuwe watu wa nini? Tuwe watu wengine. Tukisha kuwa watu wengine, atutumie jinsi yeye afanyaje? Apendavyo. Kwa sababu atatujaza kulingana na kitu tuliyonayo. Kuna wengine mtajazwa, mkirudi majumbani mtashangaa, mnafunga mkiombea ndoa zenu. Sasa kuna wengine wameolewa, lakini wengine mume wake hajaolewa, anateseka, anapigwa. Kama Mungu aliweza kumbadilisha Sauli, wewe binti, dada yangu, kaka yangu uliyejazwa Roho Mtakatifu, una uwezo wa kumbadilisha mume ambaye hajaokoka akakiri Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa sababu kama ndani yako ikionekana tunda la Roho, linaweza kuwa alama ya kumvuta mume wako kuja wapi. Lakini pia unaokaa ndani yako atakuepusha na vita vya familia yako, kwa sababu kuna wale mama ambao tayari wanajua wana Roho Mtakatifu ndani yao. Anaweza mume wake anatoka wakakasirika, alafu wewe ukasema ngoja anakuja. Kwa hiyo pale pia limanuka.
kapigana. Lakini yule aliyejaa Roho Mtakatifu, utashangaa Roho Mtakatifu shamsemesha akija usogea, akipiga mambo usogea. Akikaa akishakaa anamwambia unaenda kuoga? Ambia ndio. Nenda kaoge. Amewake anapeleka na oga. Anamtegea chakula anakula. Katikati ya kula shangaa mtu asile unajua bwana majitu machinga sana. Nini? Afu tayari unageuka kuwa mshauri. Ghafla ile neno linageuka furaha. Sasa mwenzangu na mimi wao unajua tu ngombe. Akishakuja majinga hii ni kwa yenu majinga. Na wewe tipa utakoma. Tayari umeshaharibu ushirika. Kwa sababu kama ushirika wa Mungu unaanzia nyumbani kwako, lazima ujue ndani yako nini kifanyaje? Kiwe. Haleluya. Amina. Kwa sababu kama vijana wenzangu kama mimi hapa, wengine watafanya tu tayari keshagombana na wafanyakazi wenzake, bosi wako, unafuta kibarua, ni fundi nisaidia fundi. Fundi akamwambia leo baada ya kukupa 10,000 anakupa 4,000 na unajua matatizo ya changamoto ya nyumbani kwako, alafu anakupa 10,000 unatembea njia nzima unatukana ukiasi. Wewe kama ufungue mlango na atoka bwana fungua huko. Kama una hekima utakuwa mbaya. Daniel atuambiaje? Yeye huwapa hekima wenye busara. Daniel 2:20. Kwa hiyo kila Roho Mtakatifu akishakujaza, kuna pamoja na kule utaanza kujiona wewe sio wa kawaida, wa tofauti. Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la pili, uwe na shauku. Una shauku kiasi gani? Hebu jiulize mwenyewe hapo ulipokaa. Je, una shauku? Unahitaji ujazo wa Roho Mtakatifu? Jibu lako unasema ndio. Una shauku? Una shauku? Luka 19 mstari wa 1 mpaka wa 6 ni habari ya Yesu. Biblia inasema hivi: Yesu alizunguka akapita katika mji wa nani? Wa Yeriko. Alipofika katika ule mji wa Yeriko, kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Zakayo, mtoza ushuru, naye ni mfupi. Yesu asifiwe sana. Amina. Lakini huyu mtu akatamani kumwona Yesu ni mtu wa aina gani. Akakimbia akajua njia atapita Yesu, akaenda kukaa kwenye mti. Yesu alipofika pamoja na kundi la wanafunzi pamoja na wale mitume 12, akasema, Zakayo, shuka upesi, maana leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Je, inakupasa wewe Roho Mtakatifu akae ndani yako? Amina. Je, una shauku kiasi gani? Zakayo akashuka. Aliposhuka Zakayo, ukienda na mchumsawa sasa, baada ya Zakayo kuona mimi ni mwenye dhambi, sasa kuna kitu bwana nilimwingiaga mtu, iko wapi hazina yangu hii hapa? Bwana achukua. Na wewe chukua. Kwanza leo huyu Yesu anasemaje? Hakika leo wokovu umefika nyumbani kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Roho Mtakatifu atakuwa na shauku, akija kwako atakufanyia surprise kubwa sana. Ataondoa kila takataka ambazo zimejificha ndani yako ambazo kwa zionekane kirahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Lakini sasa jambo lingine, ili uweze kumpokea Roho Mtakatifu ni kuomba sala ya toba, ili kumpa Mungu halali. Omba sala ya toba. Tutaomba sala ya toba kumpa Mungu halali wa kukuhudumia, ili aione kiu na hiyo shauku yeye ajisirishe. Toba tumesema ni geuko, kujutia, kubadili mtazamo. Ulikuwa unatazamaje? Ulikuwa unasikiaje? Ulikuwa unaendeleaje? Tunasema tubu maana yake geuka. Umezoea, ulikuwa unafanya mambo ya ajabu kanisani kwako. Leo usema Mungu ninageuka na kuacha. Mimi nilikuwa najibu vibaya, viongozi wakiniambia utafagia, sifagii, wakiniambia bwana utafagia, sitaki. Atakubadilisha. Atakupa utii sio wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa lazima ukubali kujutia yale makosa uliyofanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maana kusoma ile Zaburi 62 mstari wa 1 inasema hivi: ana heri yule mtu aliyesamehewa makosa yake au dhambi zake na kusitiriwa uovu wake. Haleluya. Amina. Mungu asitiri uovu wako, asitazame tena hizo dhambi wala asikumbuke tena. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jambo la 4, ili uweze kupokea Roho Mtakatifu, hili asante Yesu. Asante. Andika asante Yesu. Asante Yesu ni neno la kiimani. Andika tu hivyo. Asante Yesu ni
la kiimani, lakini pia ni password ama ni ufunguo wa kufungua lugha mpya izaliwe ndani yako. Kwa utakapokuwa unatamka asante Yesu, utashangaa kuna vitu vinaanza kufunguka. Baada ya hapo utashangaa utakuta unapokea nguvu. Utashangaa ulimi unaanza kwenda unashika kucontrol. Unasikia ghafla kuna lugha mpya pale katikati inasaliwa. Wanaweza sana. Amina. Utajikuta ulikuwa ukijikuwa unashangaa unaomba, ukisikia machozi kutoka, acha atoke. Ukisikia piga magoti. Katikati ya kunena asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, utaona nguvu mpya inakuja. Utashangaa ghafla inasaliwa lugha ya Roho Mtakatifu. Ndio hapo sasa mtu huwezi kuzuia, utasikia tu ananena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mnamani watu wa Mungu. Mnamani. Tuko tayari kupokea. Tuko tayari. Kutoka kwa Bwana. Amina. Sema haleluya. Amina. Amina. Kwa hiyo ninakwambia nini? Asante Yesu ni neno la nini? Linaweza kufungua. Katikati ya kusema asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, mara nyingi utasikia utasema kuna kitu kinaingia kwenye ulimi, kinashomoka kwa spidi. Ukumbi mzima huu utajazwa. Afu kuna watu Mungu amewajalia kuona macho ya rohoni. Watashangaa wanaona mwanga katika ulimwengu, watu wanaona miale inashuka kwa watu. Miale au mianga kwa macho ya kawaida hatutoyaona, ila kwa watu macho ya rohoni Mungu ataanza kuwaonesha katikati ya kitu hapa kwenye kitosi. Wao utasikia ishara kama hapa panawaka mtu, maana ishara Roho Mtakatifu anashuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tunapenda kuomba mahali hapa tukimtaka Roho Mtakatifu atujaze. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ili atusaidie kuenenda kama watu wanaoibada ile tendo na kwamba nitume mimi kama ulivyotumwa Bwana. Ili Mungu akuamini akutume, lazima akujaze, akubadilishe uwe mtu mwingine ambaye hata akikutuma kazi yake hautamharibia. Haleluya. Amina. Wazee mpaka wameaminiwa, kuna namna ambavyo Roho Mtakatifu amewashika na Mungu mwenyewe amesimamia, anahakikisha anapita darasa hadi darasa mpaka amefika wapi. Ndio maana kuna mwingine anataka kupokea upako wa kumwandaa kama vile Daudi alipopokea upako, alipompaka mafuta akapokea upako wa maandalizi. Wanaweza kusema Amina. Sauli alipopokea mafuta ya Mungu akabadilishwa kama mtu mwingine, aliyekuwa anazalaulika akawa mfalme. Wanaweza kusema Amina. Kwa hiyo saa hii na majira haya ninaomba wale waimbaji wa tenzi hii wanifunulie tenzi moja nzuri sana ambayo naipenda, sijui niseme tenzi gani, ambayo Mungu anawaongoza waimbaji. Wakati hii meza mkitolea mkiweka hapa hivi vinani vyetu, mzee mshamche hivi yote hivi matubaya ya muondoe yoko kule nje, vitu hivyo virudishe nyuma, watu wasimame mahali hapa wakati kumpigia tenzi ya rohoni. Mchungaji amesema tenzi ya 91. Kwa hiyo naomba ndio na tenzi, fungueni tenzi ya 91 kwa